Mambo na housing. Msidanganywe na watapeli, msidanganywe na figogo, msidanganywe na watu wako na mortgages, msidanganywe na watu wanajiweza. Wasiongeze siasa, wasiongeze ukabila, wasiongeze ubinafsi. Mambo na housing, mimi nataka niwaambie ndugu zangu wanyonge, mwenye mnaelewa, wenye wametoka chini wamefika juu, wenye wamekuwa katikati, wenye wanaelewa kukuwa na nyumba yako ni kusema nini. Mimi nataka niwaambie hiyo program ya housing, hata kama yeye wanasema sijui minimum sijui what 3%, unalipa 2500. Hao watu wanatupigia kelele wote kuhusu mambo ya housing, ati sijui ni utapeli sijui nini. Ni watu wako na manyumba zao, wako na biashara, wengine wako na kazi, na wengi wao ukichunguza kila siku maisha yao wanatumia zaidi ya 10,000. Kuna wenye wanakunywa wine kila siku ya zaidi ya 3,000, 10,000. Wenye wanakunywa whisky, wenye wanafanya nini? Alafu mnaambia Wakenya ati msinunue nyumba ya kulipa 2500. Hata kama kuna watu, kwanza mimi nawaheshimu sana, wenye wanajua kutumia pesa yao kwa njia mzuri, ni walimu. Nimeona ndugu yangu ama rafiki yangu Panyako ana mislead walimu na watu wengine. Tafadhali naomba kwa hii housing msiongeze fitina, msiongeze siasa, msinunuliwe na wakora wengine wako hapo wananunua hiyo group wanaenda kwa media sijui nini. Inasaidia watoto wetu wapate kazi na kila mtu apate nyumba yake. Can you imagine Kibera? Kama watu 10,000 watakuwa na manyumba yao Kibera, na analipa 2,500, na alikuwa anaishi nyumba ya kukomboa ya matope na analipa 3,000 ama 4,000. Nani anafaidika? Mambo na housing, tafadhali tusiweke fitina, tuache role kama mambo ya kusaidia Wakenya ama namna ya kusaidia Wakenya wale wanyonge, kila mtu apate nyumba yake. Na ndio mimi nataka niwaombe kama Wakenya wenzangu, mambo na housing tusiongeze fitina na tusiongeze siasa. Watu wengi ninajua wakora wengi wamenunuliwa hapo, wananunua watu wao, mfanye mpige kelele hii, mfanye hii. Hii serikali hata mkipiga kelele, lazima tusongeshe kwa lazima tubadilishe maisha ya watu. Hata muruke juu muruke chini.